Kuna mtu anaabudu hapa, lakini utambulisho wake unasoma historia za zamani, unasoma maumivu ya familia yake, unasoma tabu za familia yake. Leo ninasema mbele ya macho yako na masikio yako, utambulisho wako leo utabadilishwa kwa damu ya Yesu. Utambulisho wako unabadilishwa na maisha yako yanabadilishwa. Hautaishi kwa utambulisho wa mateso kuanzia sasa. Hautaishi kwa utambulisho wa kukataliwa katika jina la Yesu. Mara nyingi Mungu kabla hajaweka muonekano wa nje au kabla hajakupa matokeo ya nje, jambo la kwanza analolifanya kwako ni kubadilisha utambulisho wako. Amen. Yes. Kama kuna mtu unaishi kwa utambulisho wa zamani, katika ukombozi wa majina haya nasema utambulisho wako leo utabadilishwa, utasoma mwaka wa mbele kuanzia leo. Amen. Yes. Asante Yesu. Hata magari kuna namba A, kuna namba B, kuna namba C. Yes. Kuna namba D. Yes. Kuna namba E. Yes. Namba ya mbele. Kuna namba ya mwaka wa zamani. Yes. Na kuna gari ya namba ya mwaka wa mbele. Yes. Sema amen. Amen. Hata katika roho, hata katika maisha, kuna watu bado wanaishi kwa utambulisho wa namba ya zamani. Leo ninasema kama Dr. Chuma, hautaishi kwa utambulisho wa namba ya zamani. Na sio utambulisho tu unabadilishwa, hata maisha yako yanabadilishwa, yanakuwa ni ya mwaka wa mbele. Amen. Yes. Waliokutazama kwa utambulisho wa mwaka wa zamani watakuona utambulisho wako ni wa mwaka wa mbele. Amen. Yes. Chukulia mfano, hata matrafiki hao rafiki zetu, gari ya namba A, namba ya zamani ya mwaka uliopita, huwa wanadili nazo sana. Hata namba B, hata namba C. Lakini akiona gari ni ya namba ya mbele, ni namba hii, utaona tu anakupungia mkono, anakupa heshima. Ndivyo maisha yako watu watakavyoyapa heshima. Utapewa heshima hata na waliokudharau. Utapewa heshima hata na ndugu wa tumbo moja. Utapewa heshima hata na waliokukana. Kama kuna watu ni kina Yuda walikukana kwa sababu ya maisha ya namba ya zamani, maisha yako yanasoma utambulisho wa namba ya zamani, wanaenda kuja kukupigia saruti. Wewe angalia, hata ukiwa kwenye gari la namba ya zamani, namba A, hata kama mmepanda watatu, wale uliopanda nao waga wanasaliti. Wewe ndio unaongea na trafiki, wenyewe wako busy na simu. Hata kama walikuwa hawaongee na simu, wanaanza kuwa busy na simu. Wanakuacha wewe driver mwenye gari lako la namba hiyo upambane na trafiki mpaka mwisho. Na ndivyo hivyo kuna watu wengine wamekukana kwa sababu utambulisho wako unasoma miaka ya zamani, unasoma historia za mababu. Utambulisho wako unasoma habari za shida. Utambulisho wako unasoma habari ya mateso. Leo utambulisho wako utasoma maisha mapya. Mwambie mwenzako, hata kama ulijiandaa kuonekana kama Yuda,
Mwambie utajuta mwenyewe. Mwambie usiogope. Mwambie hata kama ulijiandaa kunikana, utajuta mwenyewe kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Lazima kieleweke, lazima kieleweke. Kabla ya mateso ya Yesu na kabla ya ufufuo wa Yesu, tuwe tumeshapata majibu ya hatima ya majibu yetu. Haleluya. Upo tayari? Upo tayari kutambulishwa? Upo tayari kutambulishwa? Upo tayari jina lako litambulishwe upya machoni pa watu? Sema amen. Nisikilize vizuri. Uko hapa sio kwa bahati mbaya, ni kwa kusudi la Mungu. Na ili kusudi la Mungu litimie juu yako, ni lazima upokee utambulisho mpya kutoka kwake. Uliyeitwa majina mabaya mabaya, uitwe majina mazuri mazuri, iwe ni nje iwe ni ndani. Kama ni ndugu alikuita majina mabaya mabaya, leo waende wakuite majina mazuri mazuri. Kama ni mume alikuita majina mabaya mabaya ndani ya nyumba, aanze kukuita sweetheart, baby, akuite majina matamu yatakao kupa nguvu hata ya kupika ugali ambao sio mbichi. Pokea majina mazuri mazuri ya utambulisho. Hautatambulishwa na historia ya mababu zako, hautatambulishwa na historia ya ukoo wako. Piga kelele nione tena. Glory to God. Kuna watu mlikuwa mnatumia utambulisho ule wa zamani. Unatembea na utambulisho la familia yenu kuitwa wachawi, la familia yenu kutokudumu kwenye ndoa. Unaishi na utambulisho la familia yenu kukamatwa na mabaya. Leo ninasema, baada ya utambulisho wako kubadilishiwa, yako majibu na hatima inaenda kutokea nyingine ndani ya maisha ya mtu. Watoto wa Yesu, kuna watu kwenye familia zenu hamjawahi kuitwa hata watoto wazuri. Baba yako amekuzaa, hajawahi kukuita mtoto mzuri, hajawahi kukupenda. Hata mama yako hajawahi kukununulia zawadi. Sema amen. Wewe una baba yako na mama yako, lakini hujawahi kupewa zawadi yoyote. Hata wewe umezaa watoto wako, lakini hujawahi kusema kwamba uwape surprise ya zawadi nzuri. Leo ninapofanya mabadiliko ya utambulisho wa majina, hata watoto wako uliozaa lazima na wao wapokee utambulisho wao.
Watoto ulionao, utambulisho walionao ni utambulisho wa historia ya familia yako, kwamba familia yako ilikuwa ni familia isiyopenda watoto. Hata wewe ukuwahi kupendwa. Hujawahi kuchukua mtoto wako kumpeleka hata KFC, hujawahi kumchukua kumpeleka Mlimani City hata akashangaa. Hujawahi kumpeleka mahali hata akabembea, ukamnulia chips. Hujawahi. Chips mpaka ipikwe na mama yake. Leo nabadilisha na utambulisho mpaka wa watoto wenu. Amen. Yes. Uende upate kiu ya kuwatoa watoto wako hata auti. Amen. Sema amen. Amen. Nilisema jina maana yake ni utambulisho. Nikasema jina maana yake ni historia ya mtu. Nikasema jina maana yake ni hatima. Nikamwambia na jina hilo hilo linaweza kubeba historia mbaya kutoka ndani ya familia yako, na jina hilo hilo linaweza kubeba maumivu kutoka ndani ya familia yako. Ni namna jinsi ulivyoitwa na mama yako na baba yako, na inawezekana jina hilo hilo likabeba umaskini wa kudumu. Inawezekana jina hilo hilo likabeba huzuni ya kudumu. Nikawambia jina ni utambulisho, na kama jina ni utambulisho, na kama jina ni hatima, na kama jina ni historia ya mtu, leo nikasema lazima nibadilishe historia ya watu ya majina yao. Amen. Yes.